kanisa, 1, 2, 3, makofi kwa Bwana. Makofi kwa Bwana, makofi kwa Bwana, makofi kwa Bwana. Karibu sana makofi kwa Mungu. Ili Mungu atuwe mafundisho na Mungu atupe roho ya kufundishika. Mimi ninaendelea na hilo somo siku maisha, roho ya kufundishika. Na nikawaambia kwamba ukitaka kudevelop, if you want to succeed, if you want to grow, ukitaka kuinuka kiwango chochote ndani ya maisha yako, hakuna mkanda na hakuna siri. Siri ni kufanya nini? Kupenda kufundishika. Wakati umependa kufundishika, umependa kufaulu, umependa kuinuka, umependa kupanuka. Watu ambao wamefundishika wameenda mbali. Ukitaka kwenda mbali, penda kufundishika. Na ndipo sasa nafasi imefika ya mafundisho. Angalia jirani. Mwambie kuwa tayari kufundishika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana ili uwezo kuendelea mahali tuliachia Sunday. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati wa sifa kaambia nilikuwa nimeuza speak ya hiyo leo ilikuwa too much. Nasema waangalizi pia wasikie kelele, lakini kuna wako sensitive bado. Bwana asifiwe sana. Nikagundua kwamba hawako sensitive. Amen. Kelele ilikuwa too much. Wakati tunacheza muziki, tunasema music is an organized sound played in harmony. So whenever there is noise, then it's not music at all. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tuendelee mahali tuliachia. Nitajitahidi kidogo nione kama nitazungumza Kiswahili na Mungu atatubariki. Praise the Lord. Jumapili iliyopita tukawa tunazungumzia kuhusu msamaha na tukazungumza mambo mengi sana kuhusu msamaha na tukaona ishara za yule mtu ambaye anatembea katika hali ya kutosamehe. Na ya kwanza tukaona mtu mwenye akona roho ya uovu ama ubaya juu ya mwingine. Tukazungumza jambo lingine, tukaona mtu mwenye hasira. Kama unatembea na uko na hasira moyoni mwako, basi wewe ni mmoja wa wale ambao hawatembei na msamaha, hawana roho ya msamaha ndani yao. Praise the Lord. Tukaona jambo lingine la tatu, kukuwa na hasira ya kupindukia, hasira ya kupita kiasi. Kwa Kizungu inaitwa wrath. When you have a spirit of wrath, basi wewe ni mmoja wa wale ambao hawana msamaha ndani yao. Kwa sababu mtu ambaye anasamehe, basi hasira hushuka. Ukiona hasira imeshuka chini, wewe ni mmoja wa wale wanaweza samehe. Tukasema Kiingereza kuna jambo lingine tukazungumza inaitwa clamor. Clamor tukasema ile hali ya kelele mingi. Na nikatoa mfano kwa watu jamii moja. Mnapotoka kanisani, unafika pale nyumbani, unaanza kugombana, unagombana na majirani, unapiga kelele, unagombana na watoto, mume unagombana na mke, mke unagombana na mume. Basi hiyo ndio tunaita clamor, ambayo ni kelele mingi. Kama wewe ni mtu wa kelele sana, ukiwa na jambo kidogo ukelele, unapiga kelele matusi juu yake, basi wewe ni mtu ambaye hauna msamaha ndani yako. Bwana asifiwe sana. Ukasema jambo lingine ni kukashifu. Jambo la kukashifu or evil speaking. Unatamka maneno mabaya ama tunaita slander. Kusema neno ambalo halipo ili huyo mtu aonekane kwamba yeye ndio mwenye kosa. Basi wewe ukiwa mtu wa aina hiyo, basi hauna msamaha ndani mwako. Jambo la sita tukazungumza tukasema mzungumzia jambo lingine tukasema bitterness ama uchungu. Ukiwa na uchungu sana moyoni, wewe unatembea lakini uko na uchungu sana moyoni kuhusu mtu fulani, jina ikitajwa kuhusu yule mtu aliyekukosea, unasikia kukerekwa, unasikia umekerekwa moyoni, unasikia uchungu fulani ndani ya moyo, basi ujue wewe ni mtu hauna msamaha. Praise the Lord. Praise the Lord. Tulikuambia hapo na nikasema tutaendelea siku ya leo tujifundishe mambo gani ambayo yatakusaidia uone kwamba msamaha ni rahisi. Bwana asifiwe sana. Msamaha huwa inawezekana kama utatafakari yale mambo nataka kukuambia. Praise the Lord. Kuna mambo kadha wa kadha wewe kama Mkristo unapozingatia mambo hayo, basi utaweza kusamehe. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wenye msamaha ndani ya nyumba? Nione kwa mkono. Hakuna. Watu watatu wameinua mkono. Nataka nikusaidie. Inakuwa vigumu sana kwa mtu kusamehe. Ni vigumu sana.
Mama Fanny, ukikosewa na mtu unahisi kama utaki. Unahisi siwezi samehe mtu. Unasema basi wacha nikufe lakini tukutane na Mungu lakini siwezi samehe. Unasema huyo siwezi mwachilia. Jinsi alivyonikosea huyo siwezi. Unasema huyo siwezi mwachilia. Ni vigumu sana kusamehe. Lakini ni rahisi unapojua basi Mungu atakusaidia. Praise the Lord. So I want to share some steps on how you can find forgiveness to be easy in your life. Hatua nataka kupatia tu kama 5 hivi. Hatua kama 5 hivi ambazo zinaweza kusaidia wewe na mimi tuone kwamba msamaha unawezekana. Kwamba msamaha unawezekana. Nataka nikuhakikishie kwamba msamaha unawezekana. Unaweza samehe. Bwana asifiwe sana. Unaweza samehe. Ambia jirani unaweza samehe. Mbona hujasema? Mbona umeketi peke yako? Simaanishi jirani wa nyumbani, yule uliyeketi na yeye. Mwambie kusamehe inawezekana. Mwambie wewe unaweza kusamehe na mimi naweza kusamehe. Praise the Lord. Wakati wewe, jambo la kwanza, number 1 in English, nitakuwa nachanganya Kiingereza. Jambo la kwanza, analyze the offender. Analyze the offender. Ama fanya uchunguzi, chunguza huyu aliyekukosea, mkosaji huyu. Jinsi amekukosea, kabla ufanye jambo lolote ya kumkasirikia, anza kuchunguza ndani. Ili jambo analofanya, je, ako na ufahamu ama amelifanya katika kukosa ufahamu? Je, ni jambo ambalo ametema kwangu, je, liko na uzito gani kwa maisha yangu, ama aliponena akiwa katika hali gani? Bwana asifiwe sana. Nikawa naambia watu wakati mwingine, usiwahi ahidi ukiwa na furaha sana. Usiwahi ahidi ukiwa na furaha sana. Bwana asifiwe sana. Unaahidi umefurahi, unaahidi vitu, unaahidi watu vitu ukiwa umefurahi. Usiwahi ahidi. Na usiwahi fanya uamuzi ukiwa na hasira. Kwa sababu uamuzi utakaofanya ukiwa na hasira utakuwa uamuzi ambao utakudhuru maisha yako, utaathiri maisha yako unapoendelea. Bwana asifiwe sana. Ukiahidi, kwa mfano watu hushinda pesa. Juzi Bishop nikiwa kazini, kuna mwanadada akacheza avieta. Akasema leo mpaka nishinde milioni 1. Na akaekelea pesa. Ngoja aliekelea pesa si kidogo, akaeka 7,000. Nikasema kuna roho. Akaeka 7, alipoweka 7 ikaenda, akasema angalia kidogo. Akasema niko na point 4 ya shamba. Kwa gharama ameshinda 400. Akasema leo siku ikifunga mpaka nishinde 1 milioni. Na kweli alishinda 1.4 milioni. Hiyo siku akaacha, akaendelea na shughuli. Lunch time tukiwa tena akaenda, akawa na katu peke yake. Akaanza tena akaendelea 6,700. 350,000. Ikaingia. Mwenzake akijaribu hapo, kadege kagenda. Yeye akashinda hiyo. Ikawa imefika ngapi? 750. Kidogo saa 9 hivi akaendelea tena. Akashinda shilingi 1,500. Na akasema nimefungia hapo kwa siku ya leo. Sasa ukiwa na hiyo pesa, unaweza ahidi watu vitu sana, sababu una furaha. Uko na furaha na ahidi Bishop nitakununulia gari, nione gari ni ndogo sana. Nitakununulia gari, kiko nitakupatia hii, mama fulani nitakupatia hii, na hiyo uko na furaha sana. Alafu baadaye wakati hizi pesa tunashika mtoza ushuru na kata yake, unaona imebaki kidogo. Unaanza yule mama na kweli kesho yake sasa. Niambia Bishop nitakununulia gari. Na ni milioni 1,200 peke yake nimeshinda. Itakuwa hiyo gari ni pesa ngapi? Na nilimwahidi kwamba nanunulia V8. V8 ni shilingi milioni 12. Unatoa bala pesa. Unaanza kujiuliza. Niliahidi mama fulani nitanunulia shamba eka moja ni shilingi milioni 5. Mimi niko nimeshinda milioni 1. Usiwahi ahidi watu ukiwa na furaha. Bana pesa. Chunguza huyu mtu aliyekukosea. Fanya uchunguzi, need to analyze the person. Analyze. Yesu Kristo akiwa msalabani akasema nini? Wasamehe maana hawajui kile wanachokitenda. Aliwaangalia, akachunguza ndani, akaona hawa watu wanafanya jambo ambalo hawalijui. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa mtu atusomee hata tusome tunasoma. Hiyo unapata katika Luka Mtakatifu 23:34. Maana Yesu akawa anaambia, Baba wasamehe
maana hawajui watendalo. Wasamehe, hawajui watendalo. Ni yupi atakayesimama ambie Mungu, Baba, nimewasamehe maana hawajui? Samehe huyu ndugu maana hajui kila atendacho. Ni nani kati yetu anaweza simama aseme Mungu samehe kwa sababu hajui? Huyu Mungu ni Baba, huyu ndugu nimemsamehe maana hajui kila atendacho. Ni nani? Hatuwezi, tunafaa tufanye, tukague mtu, tuchunguze huyu mtu. Ile hasira aliyokuwa nayo mpaka ikasababisha kunikosea, ni nini kilisababisha? Na hili jambo analolisema, je, amefikiria ama amenikosea tu? Unafaa ufikirie huyo mtu aliyekosea. Chunguza vizuri sana, ujue kwa nini amefanya hivyo. Usiwe mtu wa haraka wa kukasirika na kusema usitasamehe huyu mtu. Jua jambo lililosababisha ndio hii akukosea ilikuwa gani. Bwana asifiwe. Kuwa mtu wa kufanya uchunguze zaidi. Analyze the offender. Chunguza huyo mtu aliyekukosea, kagua vizuri kwa nini alikukosea. Mpaka kuwe kuna jambo limefanyika ndipo akukosea. Jambo la pili you need to do is analyze your past. Analyze your past. Wengine tunaishi tulifanya dhambi huko nyuma. Mungu kwa sababu ya huruma zake akatusamehe. Wewe umekosewa tu ukajiona kwamba sasa wewe ni mtakatifu kuliko watu wote. Asifiwe sana. Hakuna aliye mtakatifu pasipo Mungu. Hakuna aliye mtakatifu. Biblia inasema sisi sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna aliye mkamilifu kati yetu. Hakuna aliye bora machoni petu sisi tunapokaa. Hakuna utakayejivuna useme mimi ndio naweza, mimi ndio najua yote. Unafaa uchunguze dhambi zako za nyuma kabla ukashirikiana mtu, kabla uache kusamehe mtu. Chunguza dhambi gani ulitenda, Mungu akakuhurumia akakusamehe. Mungu akakuhurumia akakuonea huruma akakusamehe. Bwana asifiwe sana. So you need to analyze. Lazima uchunguze dhambi zile ulizozitenda hapo nyuma. Tafakari sana ili usije ukahukumu mtu. Bwana asifiwe sana. Chunga sana, Biblia inasema chunga sana usihukumu ili usije ukahukumiwa naye. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sababu watu wengi hujiona kwamba wao ni bora zaidi, wanajiona kwamba wao wanaweza zaidi, wanajiona kwamba wao wako na vitu zaidi kuliko wengine. Chunguza sana. Wagalatia 6:1 mwenye Biblia tusomee. Kiswahili itakuwa bora sana. Galatia chapter number 6, when you read verse 1. That is Paul giving us a portion there. Biblia inatuambia kwamba ndugu zangu, mtu akikafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejesheni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Soma tena vizuri sasa na nguvu. Ndugu zangu, mtu akikafilika katika kosa lolote, nanyi mlio wa roho, mrejesheni upya kama huyo kwa roho wa upole. Mtu kama huyo kwa roho wa upole. Ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Ukijiangalia nafsi yako, Bwana asifiwe sana. Mchezo hapo. Ukijiangalia nafsi yako, mtu akiwa amekosa, mrejeshe katika njia ya upole. Ukijitazama nafsi yako, wakati utagundua, uangalie yale makosa, uangalie wewe mwenyewe yale mambo ambayo ulifanya huko nyuma, utakuwa na msamaha ndani yako. Utatafakari useme kweli mimi nilikosa siku moja, nilifanya hivi Mungu akanisamehe. Nikatendea huyu ndugu kitu hiki akanisamehe. Nikafanyia huyu lile akanisamehe. Kwa nini mimi nisisamehe mwingine? Chunguza mambo yako ya zamani, dhambi ulizozitenda za zamani. Wakati utachunguza mambo ya zamani, utagundua kwamba itakuwa rahisi sana wewe kusamehe. Bwana asifiwe sana. Wewe kusamehe, utasamehe. Praise the Lord. Siku moja Yesu akawa anatembea na watu jamaa wakajifanya wao ni watakatifu sana kuliko watu wengine.
wakatembea wakacha na wanadada wakawa wanamleta kwa Yesu, wakasema huyu tumemshika katika kitendo cha uzinzi, tumemshika na ni dume tupu peke yake ndio ameleta. Swali ni kwamba mwanamume aliyekuwa akitenda naye alikuwa wapi? Bwana asifiwe sana. Yesu akawaambia, Yesu ni mjanja. Huyu jamaa alisoma sheria, akaangalia, akafungua vitabu vya sheria, akaona kwamba hao wote kipengele cha kufunga huyu ni kimoja tu ambacho kitafunga pia hao. Akawaambia, basi kama unajua haujatenda kosa, kuwa wa kwanza kurusha mawe. Na akageuka jamaa, akaanza kuchora vitu chini, akichora, akigeuka hivi anapata yule mwanamke amesimama peke yake. Akasema, nenda, washtakiwa wako wako wapi? Enda na usitende dhambi tena. Bwana asifiwe sana. Hao walipogundua kwamba, walipotafakari, sababu aliuliza kama haujawahi kosa kwa wa kwanza, wakajihoji ndani ya moyo, wakaona kweli wametenda makosa mengi sana, wametenda dhambi nyingi sana, wakaona hata siwezi, wakajiondoa. Sote tumetenda dhambi, hakuna mtakatifu kati yetu, Usijione wewe mama wewe ndio mtakatifu kwa boma kuliko mzee. Usijione wewe ndio mtakatifu kuliko mama. Wewe mtoto usijione wewe ni mtakatifu kuliko wazazi wako. Hakuna mtu mtakatifu. Sote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Biblia inasema kwamba tukiwa tutaungama dhambi zetu kwake, yeye ni mwaminifu kutusamehe. Kama yeye ni mwaminifu kutusamehe, kwa nini wewe huwezi samehe? Amekusamehe dhambi zako mahali ulipotokea. Angalia maisha uliyoishi huko zamani, ajichunguze maisha ulikuwa unaishi vipi. Ulifanya dhambi nyingi sana mbele za Mungu, naye kwa sababu ya huruma akakusamehe. Lakini ndugu amekukosea tu jambo, huwezi msamehe. Alafu natarajia Mungu akusamehe. Haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni Mkristo na umezaliwa katika Kristo, basi roho ya msamaha inafaa ikuwe ndani yako. Haswa mtu asiyemjua Kristo akiwa amekukosea, huyo mtu lazima uwe mwepesi wa kumsamehe. Wakati unapomsamehe mwenye hajaokoka, basi umemshinda shetani sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema, Baba wasamehe, maana hawajui watendalo. Wasamehe. Wewe naomba usamehe huyo mtu aliyekukosea. Wacha kubeba kinyongo, wacha kubeba ndani ya moyo, wacha kuwa na uchungu ndani ya moyo, wacha kuwa na hasira, wacha kuwa na makelele ndani ya moyo wako. Achilia huyo mtu aliyekukosea, mwambie nimekusamehe. Kwa Kizungu anasema let go that pain, let go the hatred, let go the wrath, let go the clamor, let go that pain in your heart. Achilia itoke. Ukiachilia itoke katika hali ya msamaha, Mungu atakuonekania, atafungua mbingu zako. Wengine wetu mbingu zetu zimefungwa kwa sababu ya kutosamehe. Nikakwambia hapa, unaweza uwa mtu, Mungu akusamehe. Unaweza fanya usherati, Mungu akakusamehe. Unaweza iba, Mungu akakusamehe. Lakini Biblia inasema katika Marko 11:25, kama wewe hautasamehe mwenzako, basi Mungu hapa hawezi kusamehe. Bwana asifiwe sana. Mungu anaweza kusamehe makosa makubwa sana uliyotenda ukirudi kwake. Lakini anasema usiposamehe, anasema kama usimame kusali, samehe, ili Baba yako wa mbinguni naye aweze kukusamehe makosa yako. Lakini kama hauwezi samehe yule aliyekukosea, basi hata Baba yako wa mbinguni hawezi kukusamehe makosa yako. Kuna watu hapa tunajaribu kuomba, kuna watu wanafunga na kuomba, lakini kwa sababu haujasamehe mtu, umembeba ndani ya moyo, maombi hayo yanagonga konkriti ya kifuchi. Bwana asifiwe sana. Maombi hayo yanakuwa kelele mbele za Mungu, yana bounce back to you. Praise the Lord. Learn to forgive. Analyze your past. Number 3, analyze the outcome.
tukio gani litatukia? Je, nikiwa nimekasirikia mtu, nikiwa nimekosea huyu mtu, ama huyu mtu akinikosea na nisimsamehe, ni nini kitatokea? Ni nini kitatokea kwako wewe na kwa yule mtu? Biblia inasema kwako wewe mbingu itafungwa, maombi yako hayatasikika mbinguni. Sababu anasema usiposamehe nami sitakusamehe. Utaomba lakini haitafika kwake. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Chunguza tukio gani litatokea. Hadithi moja katika Biblia ya jamaa na ndugu yake Yusufu. Wakachukua ndugu yake Yusufu wakamuuza. Hawakujua huko mbele ni nini kitatokea. Wakamuuza kwa pesa kidogo sana. Wakakaa miaka kiasi, njaa ikatokea kwa hiyo nchi waliokuwa wakikaa. Wakatuma na baba yao kwamba enda Misri, nimesikia huko kuna chakula. Mwenye amesimamia hapo ni nani? Yusufu ndugu yake. Alipoona akajitambulisha kwake, wakahuzunika moyoni, wakaanguka chini wakiomba msamaha. Yusufu akawasamehe. Yusufu akasamehe. Sababu Yusufu akawaambia, mlionipangia maovu Mungu aligeuza yakawa mazuri mema kwangu. Kuna mtu wewe unapangia mwingine maovu, Jehova atayageuza. Mungu atageuza yatakuwa mazuri. Mungu atageuza yatakuwa mema. Mungu atageuza wakakupangia mambo mabaya, lakini kama walikupangia pasipo kujua, Mungu anageuza yanakuwa mema. Bwana asifiwe sana. Samehe mtu. Chunguza matukio itakuwa nini. Huyu mtu ninapomkasirikia, huyu mtu ninapomfanyia hivi, je, ni nini kitatokezea? Ni nini kitatokea baadaye? Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uchunguze, analyze the outcome. What will come out before? What will come out after? Praise the Lord. Praise the Lord. Hawa jamaa wakauza ndugu yake. Hawakujua huyu jamaa atakuwa prime minister. Hawakujua. The second in command in a land, a foreign land for that matter. Hawakujua kwamba huyu mtu yeye atakuwa mkuu wa pili katika nchi ya ugeni. Hawakujua. Mtu anaweza kutendea kitu lakini hajui kesho yako. Hajui kesho yako itakuwaje. Jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. You need to analyze before you do that. Analyze the outcome. Analyze the outcome. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne unapolijue wakati unataka kujua msamaha ni rahisi. See the disadvantage of unforgiveness. See the disadvantage of unforgiveness. Ona ubaya wa kutosamehe ni nini. Utazama kabla uanze kusamehe, kama ukataka kusamehe mtu, jiulize ubaya wa kutosamehe mtu ni nini. Iko na madhara yake, iko na madhara yake. Kuna mambo mengi, kuna mambo mengi, kuna mambo mengi. Are there disadvantage in unforgiveness? Yes, there is. Ziko. Kuna mambo mengi sana wakati unakataa kusamehe mtu. Kuna mambo ambayo yatafanyika ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu Biblia inasema wakati utakosa kusamehe mtu, Mungu hatakusamehe na wewe pia makosa yako. Mungu hatakusamehe. Utaishi katika dhambi sababu Mungu hatasikia maombi yako. Kwa sababu gani? Haujasamehe mtu. Haujasamehe mtu. Mungu hatakusamehe. Ya pili, maombi yako hayatafika kwake. Maombi yako hayataajibiwa. Maombi yako hayatajibiwa. Utaomba sana, lakini maombi yako hayatajibiwa. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So jitahidi sana kwa kila jambo unalolifanya. Mtu akikukosea, jifunze sana kusamehe, ili asije akasababisha maombi yako yasijibiwe. Maombi ya washirika wengi hayajajibiwa kwa sababu ya kutokuwa na msamaha. Tunakaa tukiwa na chuki, tunachukiana ile hali tuko kwa kanisa. Tunatoka mlango hatusalimiani ile hali tumetoka kwa ibada moja. Tunafika nyumbani hatusalimiani ile hali sisi ni majirani.
tunapika pale sokoni, tunapata hatusalimiani, ile hali sisi ni ndugu, hatusalimiani. Kuna jamii zimevunjika, kuna zimeporomoka kwa sababu ya neno msamaha. Kuna nchi zimeingia katika vita. There are countries that have entered war because of unforgiveness. There are nations that are suffering because of unforgiveness. Mataifa yanateseka kwa sababu taifa hili na hili walikosana. Vita ikatoka. We have community, kuna jamii zinapigana na jamii jirani kwa sababu ya jambo kidogo tu. Juzi nikawa naangalia kwa mtandao, naona ka clip, jamaa wanaua ng'ombe tu iliingia katika community fulani. Risasi ng'ombe karibu 100 zikaangushwa zote kwa barabara. Sasa kama ng'ombe zinaangushwa, watu wako wapi? Walimalizwa. Wanasikiza. Kwa sababu kosa kidogo tu, msamaha haukuwepo, walipe. Maendeleo mtakosa. Kama jamii mtakosa maendeleo, mtakosa kusonga mbele. Kama jamii mtakosa kusonga mbele, kama kanisa, kwa sababu ya msamaha. Nakaa tumebebana watu sana. Mtu anasimama mbele anakuzungumzia, lakini kwa sababu hakuwahi kusalimia mahali fulani, ukamkasirikia, ukambeba, hata jambo lolote analolifanya analolizungumza lina manufaa, lakini kwa sababu wewe bado umembeba, jambo hilo halina manufaa kwako. Chunguza uone ubaya wa kutusamehe ni nini. You need to know that. Praise the Lord. Praise the Lord. Kuna mambo yanaweza fanyika ndani ya maisha yako unaposamehe. Kuna mambo yanaweza fanyika ndani ya maisha yako unaposamehe. Hadithi moja ya mchungaji na mke wake. Napatia hadithi moja ya mchungaji na mke wake. Rafiki yangu huko Mombasa. Huyu jamaa alikuwa anahubiri Injili, mke wake hapo pale. Watu wakaanza kumruka mke. Jinsi tu dada aliposema hapa kuhusu gari, lakini Yesu haikuwa gari. Washirika mara kwa mara wanaongea. Washirika mara kwa mara wanakejeli mchungaji. Maneno yanafikia mama mchungaji, bibi ya mchungaji, akakasirika sana. Akawa na hasira na washirika, akawa amekasirika moyoni mwake. Akawa hapo pale lakini amekasirika, anakuja kanisani au washirika naona ni kama si kitu. Siku moja pressure ikadevelop. Pressure hiyo ikaenda ikadevelop kitu kama stroke ndani mwake, akapigwa stroke ya miguu, akawekwa kwa wheelchair, akapatikana na ugonjwa wa sukari, yaani magonjwa mengi sana yakapatikana, multiple sickness, akawekwa kwa wheelchair. Mume wake alikuwa ni mtu wa kusafiri, anaenda nje akihubiri. Wapi? Siku alikuwa ameenda Brazil kuhubiri pale. Then katika hiyo hali akiwa anarudi kufika airport, before hiyo siku ya rudi, mke akawa amelala, akasikia sauti inamwambia, hiyo mambo unapitia ni kwa sababu ya kutosamehe washirika wako. Samehe hawa watu, maana hawakujua kile walichokifanya. Akaenda kwa akang'ang'ana, akawekwa kwa magoti na ndio alikuwa anamsaidia. Akapiga magoti, akalia, akamwambia Mungu nimewaachilia wote. Na akarudi kulala. Asubuhi ilipofika, anaona ananyosha mguu. Akijaribu anaona anasimama. Akijaribu anaona nini kimefanyika kwangu? Mara hiyo airport anaenda kumlaki mume wake. Mume wake aliposhuka ndege, akashangaa, huyu ni mtu aliyekuwa mgonjwa. Msamaha inaweza kutoka magonjwa mengi sana unayopitia. Hiyo pressure ambayo imekufinyilia ni kwa sababu ya uchungu. Hiyo mshinikizo la damu ambao nalo ni kwa sababu ya uchungu. Unaalika magonjwa mengi sana. Achilia, wacha hiyo uchungu itoke. Samehe huyo mtu, alafu mambo mengine yatakuachilia. Tumekatalia, ndio maana tunapitia hali ngumu. Tunapitia mambo magumu ndani ya maisha. Ukiona mtu anafanikiwa umekasirika tu. Ukiona fulani naye unakasirika, wewe hasira imekujaa. Hasira itakuletea magonjwa mengi sana. Lakini ukiachilia, unakuwa huru. Unakuwa free.
unakuwa free. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tano, you need to see the advantage of forgiveness. See the advantage of forgiveness. There is the disadvantage of forgiveness or unforgiveness, and there is advantage of forgiveness. Jua, chunguza ujue umuhimu ama uzuri wa kusamehe nini. Wakati utasamehe ni nini kizuri nitafaidika nacho. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unasamehe, one of the major advantages of forgiveness is that forgiveness will make you great person. Kwamba msamaha utakufanya ukuwe mtu mkuu sana. Forgiveness will make you to be a great person. Msamaha utakufanya ukuwe mtu mkuu sana. Not only in your prayer, not only in your spiritual life, not only in the life you are living, to make you to be strong, a great person, physically, spiritually, emotionally, and all that you can mention. Utakufanya ukuwe mtu mwenye nguvu katika mambo ya kiroho, utakuwa mwenye nguvu katika mambo ya asilia, utakuwa mwenye nguvu katika mambo ya hisia. Bwana asifiwe sana. Mambo madogo hayatakuja tu ya kukuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano, nataka nikupatie mfano. Leo nakupa hii nikikupa mfano. Mfano, hadithi ya jamaa mmoja alikuwa rais wa South Africa, alikuwa anaitwa Nelson Mandela. Nelson Mandela akashikwa na wazungu, akafungwa zaidi ya miaka 20. Akakuwa mbali na jamii yake. Nelson Mandela akawa na hasira nyingi sana. Akiwa gerezani akawa amekasirika sana, lakini ikawa siku moja akasema jambo tu linasema ni kwamba mimi nimesamehe hawa wazungu, nimewasamehe. Kile jambo nataka tu ni uhuru ya watu wangu. Na akaachiliwa. Hiyo jambo tu lilifanya Nelson Mandela to be a great president. Mtu aliyetambulika kwa kusamehe mateso aliyopitia yote. Mateso aliyopitia, lakini aliambia wazungu, nimewasamehe. I've forgiven you. Nimewasamehe. Umeteswa miaka 20 kwa jela, lakini unatoka unasema jambo tu ni kwamba mimi naomba nimewasamehe. Jambo naomba tu watu wangu, si yeye, watu wangu wakuwe huru. I'm asking for freedom for my people. Bwana asifiwe sana. Si kama wengine wetu nchini kwetu hapa, watu wanajitakia. Akiteswa kidogo, alafu akuwe huru, anasema mlinitesa sana. Wacha nikule, wacha nirejeshe mwili, wacha nipigie mwili pole. If you want to become great, utakuwa mtu mkuu, jifunze kusamehe. Kutokana tuna hilo, watu watakutambua kwamba wewe ni mtu wa busara sana. Utatambulika. You will become great only when you learn to forgive. Learn to forgive. The Bible says in Psalm 130. Psalm 130 verse 4. Ingereza inasema, but there is forgiveness with you, that you may be feared. You want to be feared, learn to forgive. Si kuogopewa ile watu wakuona unatoroka. Samehe watu pia nao watakuhofu, wasema kweli huyu mtu kweli. Biblia inasema ni Kiswahili. Zaburi 130 mstari wa 4. Inatuambia kwamba lakini kwako utapata msamaha ili sisi tukuheshimu. Narudia, lakini kwako utapata msamaha ili sisi tukuheshimu. Kama unataka kuheshimika, basi kwa mtu wa msamaha. Kwa mtu wa msamaha kwa kanisa utaheshimika. Kwa mtu wa msamaha pale kwa jamii nyumbani utaheshimika. Kwa mtu wa msamaha pale kazini utaheshimika. Kwa mtu wa msamaha kwa biashara utaheshimika. Lakini ukiwa mtu wa kubeba watu, basi utadharauliwa sana. Number 6. I want to believe I will stop there. Number 6.
decide to obey God. Decide to obey God. Amua kutii. Amua kutii. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza 15:22. First Samuel chapter number 15 verses 22. First Samuel chapter number 15 verses 22. Kengele cha mwisho kinasema to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of the ram. Samueli wa kwanza 15:22. Hakuna mtu amefika. Samueli wa kwanza 15:22 nasema kwamba ndipo Samueli akamwambia, "Je, Mwenyezi Mungu anapendelea zaidi dhabihu za kuteketezwa na dhabihu kuliko kutii sauti yake? Tazama, kutii yeye ni bora kuliko dhabihu, na kusikiliza kuliko kutambika mafuta." Praise the Lord. Kutii ni bora. Unapotii neno la Mungu linasema samehe. Neno la Mungu linasema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Neno la Mungu linasema tuishi kwa pamoja na upendo. Neno la Mungu linasema tuonyane mmoja kwa mwingine katika upendo. Neno la Mungu linasema tumrekebishe wenzetu katika upendo. Tukitafakari sisi wenyewe tusije tukaingia kwa dhambi. Unapotii neno la Mungu kwa kusamehe tu, basi yeye pia atakusamehe. God is not asking or begging us to forgive, but He is commanding us in His word that we need to forgive. It is a command. He said, forgive. That is a command God is giving us. So, hiyo ni amri ambayo tunapewa kwamba tusamehe watu. Mungu atuombi, anatuamurisha kwamba tusamehe watu. Kama ungependa pia usamehe kwa kile jambo unalofanya, kwa kile kosa unalolitenda, basi anakuambia samehe watu. Hata utasamehe watu, utii hilo neno na ufanye kulingana na neno, basi yeye husikia maombi yako. Yeye atasikia maombi yako. Maombi yetu mingi yamefungwa kwa sababu hatujatii neno la Mungu. Hatujalitii neno la Mungu. Neno la Mungu Biblia inasema na ilikolee ndani ya moyo wenu. Tulifanye jinsi atuamurivyo tulifanye. Bwana asifiwe sana. Just obey and forgive, and the Lord will bless your life. Tii na usamehe na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Praise the Lord. Let me stop there today. Lakini siku nyingine tukipatana, tukiwa na nafasi, Mungu akitujalia nafasi, naweza kuzungumzia kuhusu the power of forgiveness. The power of forgiveness. Uone nguvu ya kusamehe. Wakati tunapokutana tena, uone nguvu ya kusamehe. Tazungumze kwa watazamaji wetu wale wanatazama kwa Facebook Live, wale wanatazama kwa YouTube. Naomba sana mahali ulipo jifundishe kusamehe mtu. Jifunze kusamehe. Wakati utasamehe mtu, Mungu naye pia atakusamehe. Usiposamehe mtu, basi hata na wewe pia hautasamehe na maombi yako hayatasikiwa. Wengi tumefungiwa njia kwa sababu ya kutosamehe. Mambo yetu yamekwama kwa sababu ya kusamehe. Tunaishi kwa uchungu kwa sababu ya mtu aliyetukosea. Tujifunze kusamehe na Mungu atatubariki. Let's pray. Father, Lord, in the name of Jesus, we thank you and we bless you. We honor you. Ningependa tusimame kwa miguu yetu. Nataka utafakari tu kuhusu hilo neno. Je, unafanya uchunguzi wakati mtu amekukosea? Wewe unakosewa. Je, ushawahi kosea mtu ukatamani usamehe? Umewahi kosa ukatamani usamehe?
Nataka uende mbele za Mungu, ambie Mungu akusaidie. Mungu akupatie roho kabla ukasirikia mtu, uweze kuchunguza. Chunguza pia, kumbuka yale mambo Mungu akakusamehe, zile dhambi ulizozitenda Mungu akakusamehe. Tafakari sana, uangalie yale mambo uliyofanya na Mungu akakusamehe baba, ili wewe uweze kusamehe. Ili maombi yako yaweze kusikika, itabidi umesamehe. Itabidi umeachilia huyo mtu uliyembeba. Achilia huyo mtu, huo uchungu ulioko ndani ya moyo wako. Achilia uweze kutoka. Achilia, nazungumza na mtu hapa. Huo uchungu ulioko ndani ya moyo, ambia Mungu akusaidie uweze kuondoka. Huo uchungu ulioko ndani ya moyo wako, ulibeba mtu kwa sababu aliyokosea miaka iliyopita, umembeba ndani ya kifua. Ambia Mungu akusaidie uchungu uondoke. Hasira uliyoko nayo, ambia Mungu akusaidie hasira ikuondoke. Hasira ile ikuondoke.
unasikia kwamba na sehemu ambayo unahitaji itokane na msalaba wa Bwana kwa ajili ya maisha yako ya safari hii, tembea kwa miguu yako uje. Kuna kitu unahitaji kwa sababu ya mafundisho, kwa sababu ya jambo lolote, kutokana na msalaba wa Bwana. Mwezi wa ile karibu unaanza, Yesu anaenda msalabani ili kwamba atuletee mazuri. Nakumbuka mwezi wa ile unapokaribia, Pasaka iko karibu, inakuja. Pasaka iko karibu, inakuja kwa mwezi wa ile. Asante kwa wale ambao wanajiuji wenyewe. Mafundisho ni kwamba Yohana alisema mwenyewe jichunguze, uone vile unaendelea na hii safari. Haleluya. Baba, wamekuja, wamesimama mbele ya madhabahu. Wewe ni Mungu ambaye unajua mioyo za watu. Walipotoka nyumbani kwao, wakasema wanaenda kanisani. Bwana, waliamua maamuzi nzuri, wakiongozwa na Roho Mtakatifu, kwamba waje kanisani, kimbilio la uzima, chemichemi ya uzima, mahali kuna baraka, mahali kuna uzima, mahali kuna ondoleo la dhambi. Wamekuja, wewe ni Bwana, unaitazama mioyo, unajua yale yaliwalete katika madhabahu haya. Mungu, usioshindwa na jambo lolote, ninakuita kwa niaba yao. Tazama mahitaji yao, panguza machozi yao, kuza viungo vya miili zao, watende kulingana na matakwa ya mioyo zao. Bwana, wahurumie. Katikati ya juma kutana muujiza wao, na weka wakfu mikononi mwao. Thank you, Lord. Wewe uliyosalia nyuma, nyoshia hawa wapendwa mkono. Nyoshia hawa mkono. Wapende. Tupendane kama kanisa. Tupendanie mizigo kama kanisa. Tutembee pamoja, sisi ni Wakristo. Wana wa mtu mmoja tuliokombolewa kwa damu ya Yesu. Thank you. Tusiwe na chuki katikati yetu, tusiwe na vikwazo katikati yetu, tusiwe na lawama katikati yetu, tusiwe na vikwazo katikati yetu. Mungu atusamehe, Mungu atuhurumie, Mungu atusamehe, Mungu atutakase. Tusiwe na mioyo ambazo zina chuki, tusiwe na kisasi katikati yetu, tusipigane wapendwa. Sisi ni wana wa mtu mmoja. Thank you, Lord. Baba, wewe ni Baba ambaye umejaa rehema. Wamekuja wakiwa wagonjwa, mwaliko wako ni kwamba njooni, wewe wamenielewa, nami nitawapumzisha. Maana mambo kadha wa kadha ndani ya maisha yao. Wamekuja Jehova kwa mwaliko wako. Wewe ni Mungu ambaye utawainua. Siku ya leo kutoka mahali hapo wamesimama kwa imani yao. Ukamwambia mwenye ukoma, imani yako imekuponya. Kiziwi, imani yako imekuponya. Asante Bwana, imani yao iliyowaleta katika madhabahu haya, wacha ikawasaidie wanaporudi nyumbani. Kila mmoja amepumzika kutokana na mzigo ambao Ibilisi amempepesha. Asante, wewe ni Bwana. Watakasike. Wakaoshwe na damu ya mwanako Yesu. Asante Bwana, wakapokee hitaji la moyo wao. Katika jina la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba mtaseme amen. Okay. Hitaji la moyo. Mungu akupe hitaji la moyo wako. Mungu akutane na moyo wako Baba. Mungu akupe hitaji la moyo wako Baba.
akuonekanie mama. Mungu akupende baba.